Hey guys, we are back, ndio? Kama kawa ni reggae ya kinyozi au sio? We are back. Jina ni TI. Tunia hapo hivi, ndio? What's up? Link Clocks. Tuna represent West Side. Looking ndio black kila siku. Black kila siku. Wote. Naomba. Timona unavaga black. Nguo zangu zote ni black. Nitasema ni nywele msiamani. Nywele zisemekane. By the way, ukishapiga shughuli ya kinyozi kienda jioni unaenda na DNA mob zawadi. Mpaka njumu. Njumu wewe collect ma DNA mbaya. Kwanza hata acha na njumu. Mimi kuna times niko na homa. Sasa nimebaki chini na homa. Kuplolozi hivi. Naona madini mob hapo nikasema we. Hivi ndo tuna breathe in on a daily. Sisongee class. Lakini ukitaka kwenye madini ndo akapaka huu. Angalia hivi. Kunova. Sasa hivi kuna maandamano. By the way, before tuendelee, RIP Boniface Kariuki. Nimechekia story bana. Ni sad bana. But soon tutakuwa na better country. Otherwise. Historia ya maandamano mazima kwa naoma na jaribu kumazima wale mapapa wako chao, masaluni soko chao. Unafungua tu bizi yako alafu kujua unashughulikiwa. Kidogo unasikia tu moshi. Kitu ndio kimeingia tu kwa ndani tu moshi. Tunaendanga Ni kunoma Mzee respect kwa kila msee kuna kinyozi bana huko jiji bana. Bwana. na wengine Stage ku spray hiyo shin spray unapata ni tia gas ndani bana. Bana si rahisi lakini unajua lazima watu wa grind yani unaona. Hata huyo msee ni madoji ya kuza mask alikuwa na grind hapo hivi akitafuta. Akijitafutia unaona. Unapata serikali haija give chances za boys kupata kazi. Alafu umepata opportunity. Unajua pia business kwa Garissa. Umeamua tu pale hivi mwacheke ni matia gas nini unaenda kusaidia wase kuuzi at least mask. Ndio suffocate na hiyo ni nini. Alafu bwana unapata ni yani ndio siku yako ya mwisho kwa kazi yani unaona. Si tu vitu. hata hivi wanataka kukaribia livelihood like hata nomse wa kuuza kwa street kuna wale small business owners kama sisi unaona sasa gavana come after us sana come after us hizo stories za nini matax manini hizo basi zinatumiza sisi kama small revenue earners. Sasa tutao siku moja ya account. So kiasi hiyo rate alipa. Of which I don't think financially it shall to work kutoka gava. Ni tu any government kazi yake ni tuache the rest. Sisi tutafanya tutajiendeleza. Yani wamekutuma facilities kama barabara, hospitali, food iko available. The rest achia watu watasurvive. Wakenya wanachoku hustle jiduma. Watu wajituma. Ndio kwa maana kila time unapata kuna new ideas, new inventions yani zenye vijana wana kama kunazo za kutafuta nini kitu bwana. Sababu bwana wazika kama hicho bado mabusi bwana wameterrorize jiji. Ilikuwa noma. Kwanza kuna video nyingine nimecheki. I think ilikuwa CCTV ndani ya key stall. Ilikuwa ni kama lapi. Hadi nafunguliwa hivi na wasi wengi wanafungua wanaingia wanachukua staff. Unajua small business owners kama hao wana insurance. Makani ikienda imeenda. Mimi bado sisi kama ni kitu but mimi bado kuna nilibombika nikicheki bado wakishughulikia mabosi kadhaa. Napenda wase wa bodaboda wase wa tao. Napenda venye walikuwa na protect jiji. Unajua?
Uzuri yao wanajua nani waita. Na sasa wenye alichekia wasi wanaibia wasi. Shukran bwana kwa venye alikam pamoja wakafukuza wasi. Saidia sana kwa ya sina walikuja wengi. Mimi kuna vida nilicheki video walikuja. Wakifika nje. Mpiga raia mbaya. Sio umegoni. Ile buda kuna mafile bana hivi wanampiga tu amemraulia nguo. Hata ni magoni. Ndio wasema bana. Hamta protectiwa na kama nawapatia sawa. When it comes down to it, sisi watanyanyasa kama tu sisi. So si get why mnajifanya ati mna protect Gigi na ni sawa mmelipwa. Sasa kidogo mnajidanganya. So endelea na hiyo story ndio mzae hizo watu milioni. Mimi ndio deka sana. Ilikuwa na Mbona ulifeel disappointed? Mimi feel disappointed juu one thing that is your son and your daddy and you are trying to look for justice. So by you accepting, it was more of gesture ya kuonyesha ushaachilia hiyo story nikaa uko sawa, ambapo pia ukianza kufuatilia tena gava itakuja itakwambia tukupatie do, mbona hujanyamaza? Unaona, alafu sasa hiyo ina show inaleta culture ya mtu akiuliwa na gava tunapatiwa pesa. No, what is that? Sio nikaa kuuza maisha. Mimi kwanza nilikuwa na share nikapata hiyo notification mzae amejenga hiyo ndio kitu ile ni bomba haya. Karibu hata ninyo msi mbaya zinaipia. Ni bomba. Ingesema tu the spirit of my neighbor. Bwana Ametangusha sana. Sisi bwana. Na watu watasema ati alipatiwa maybe a safety can't refuse, maybe alithreaten your life yake ama chukua hiyo tu, but still in the spirit of patriotism right now every Kenyan yuko much yuko kwako, when unge stand on business useme hapana, huyu ni mtoto wangu siwezi kupali pesa, hata kama utakuwa violent ama aggressive kwa gava kwetu, like mimi sitaki ndo acha tu mimi acha mimi nizike mtoto wangu kwa sababu hata hizo pesa ukizichukua itakusaidia. Yote wa Kenya walikuwa come through, unaona? Unajua wa Kenya pia come through, yani ukijiwenyewe ni kitu inaingoja, unaona? But the moment unaonyesha yani wasome come through kwako, hapo uende side ya serikali, hiyo ni kama betray watu. Watu pia wanaona kile kimefanyika ni serikali imechangia. Ni kama betrayal kwa sisi. Hata niliona ile video fulani ilikuwa inaonyesha before 2 million after 2 because me I kid you not, pesa yote kutoka kwa gava it's like manipulation. Hiyo ni kama inakufunga. Pesa yote tunataka ni ya kukusaidia, lakini hiyo sio kukusaidia. Watarudi wakwambie kuna venye juu tu hiyo manipulative nature yao. Hiyo mzaedu mshodo mzae amekufa and then 3 months mpaka 3 months haya je kwanza hata siko nimeshikanisha hiyo story hapa na kila bado ni mental health man bana kama kila kitu mzae kwenye huko ndio itaisha. Hebu tuongelee hiyo mental health. Kuzio ni story fulani na kwa ngori, especially Kenya. Watu wanakwamba bedharau mental health sana. Na kuna jua wanaume wengi ukapitia lakini wanakuja kwa baba shop. Yaani si ni yani tunaplay hiyo role yani ya kumekuwa ni kuwe rahisi Kile kabisa majoyo ni topic big. So kuna place utasaidiwa na depende kwa sababu kuna place utasaidiwa at the same time kuna place unapatanga kila baba zima intro hata watu kufanya kazi hata wetu hapo na umekaa mimi kama client nilikuwa kujanga hapa hivi kidogo umetoka biashara katukuchuka
Leo client ameanza tu mambo zake hapo, ameongea. Hata umemmalizia client anataka aende. Leo wewe uko na client next, anaendelea tu hapo hivi. Yaani wakama sana, so sijui yoga mnaanza. Kila mtu anajua kuna tactic yake ni tofauti. Sema client okay. Me mostly kuna time niko in a talking mood. So when I'm in a talking mood, nitapatia watu yangu. Hizo times where sitaki kukuonga, yani sitaki mastori moja. Kazi tu, lakini sitakuonyesha. What I do is just I listen to you. Nasema yeah, oh okay. Na nakusikiza for real. So ati nasema tu hizo kuignore. But nakusikiza. Na mimi najaribu tu kuvalidate by kurudia kenye nimesema tu. Unajua sometimes unaweza kuji-advise kila time, lakini ukisikia kutoka sauti nyingine it goes a long way. Maybe hata huwezi jua kama mtu akukwambia usijali kwa sawa, huyo msee hajafanya kitu, hajafanya hii magic, lakini by kukwambia hiyo usijali kwa sawa, kuna hope fulani tu anakupatia, which hiyo hope inaweza trigger vitu zianze kumove. Mimi pia nasema kwa ukishare inakubalika, umeshukisha mzigo wenye ulikuwa mbeba kani 100 umeshukisha 50% ya hiyo ulikuwa mbeba. So mimi pia nasema mimi sometimes si lazima mkuu wote mnabonga, lakini msee akianza kujifungua umsikize, yani muonyeshe unamsikiza. Hiyo pia ni pato kusaidia. Msee wase wengi wanatafuta tu msee mnamsikiza. Msikize tu yani. Alafu hiyo kujifungua tu kwa roho kuongea. Huwa inashikisha msee at least hiyo burden yote mko mzibebea. Alafu I think tunaweza ongelea mental health when it comes to appearance. Like notice in life ni most men tunakwanga like akijali venye tunakaa. Tunaona hiyo gangster tu like I mean kwa sawa miaka yule mechaka iko sawa, but deep down inside kuna venye kubambi. Unaona tu unaweza chikilia vida ya msee amekuja baba shop anakata vibaya ameboeka, lakini akimaliza kushave ameshachangamka. So like physical appearance ndio itafanya itakupresent maybe kwa madem nini na itakuboost confidence. So kama wanaume tunafaa kujiangalia venye tunakaa pia, venye unakladi. Wanaume ni viatu, wanaume ni belt, vitu kama hizo. Vitu ndo look fit hadi ukitembea kwa street. Yes, kuna mashida lakini uko na ile confidence. Leo mimi na hit yani leo so ati sijali venye tunakaa, usingoje kuoa ndio uanze ama kuolewa ndio uanze kufocus venye unakaa. Anza sahihi, kama mimi wewe ni machi uanze sahihi. Anasema hivyo ananijulisha best yangu, nisema alikuwa ananiambia as long as akona lotion, alikuwa anatumia lotion ya Dove na siliko ndio yake iko kwa Azoga na hiyo koloni na hiyo lotion ya hata hapo tu unaweza kutumia sawa. Sio na depend ni nini ndio 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 suit. No every week I 3 days or 5. Actually, I guess basics zinakwanga kushawa, which maybe ni kukia vizuri, kukladi at least kwe, so lazima kwe complicated, unaweza kuwa simple but clean. Na pia appearance ile maybe nywele, uso hivi. I think hizo ndo basic tatu, which I don't think ni vitu complicated sana that any man is into. Kuna hiyo topic nyingine ya Nigeria. Topic ya ngori.
kama last incident ilikuwa gani? I think ilikuwa ya Tony. Yenye ilikuwa na shule class fulani. Oh. Ilikuwa Hiyo ilikuwa. Client ni wangu. Amepata na yani alikaa mtu Pana uko busy. Client mwenyewe ajui kujibu, yani tukiwa tu random. Hapa nami kamtuiko random. Are you busy? Akachagua sasa watoto ni amshio. So tulikaa hapo wameshaanza kusema will we blend it like you normally do? Niko na meniuliza hiyo swali sasa nini? Tony yeye ushauri hapa na fiti yako na fiti. Tunajua tu mambo itakuwa fiti. Lakini sasa hiyo kudoubt yake, unajua tu kidogo kama client tunataka kudoubt tu hivi. Hata msemo yako fiti kwa mshio. Kudoubt hivi. Kuna vile hiyo ya alikuwa alisema hivyo. Huyo msanii alianza hivyo. Akafikia hivyo. Anajua tu hapo. Ndio hata anaanza kunipatia mimi instruction ananiambia. Anaguza tu hapo. Ndio maanisha nini? Unataka England, unataka Hawaii, explain that. Anaelezea mimi na mashini kwa mtu mwingine. Bila mimi kwa busy na plan mwingine. Siko naelewa. Kama sijui tu ni historia. Ile sikia ile sema. Ile siku unakuja unapata leni mse wako mwenye kushevingi yako busy na unataka kusheviwa kabisa. Ni poa kubilio mtu anapoa man. Hapo hiyo. Yeah, rapo. Mimi zaidi lakini najua ni hivyo nini kwa kubilio rapo na mse. Yaani ile hata kummeka at least afili. Yaani easy yani Jones anajua kile anafanya unaona. Alafu ni poa wewe mwenyewe pia kwenda naye umwambie nataka ikuwe low, nataka ikuwe high. Hapa hivi maliza. Si tena uanze tena kuambia ule mse mwingine mwenye kushevingi ati hapa hivi tena yule wako umethrow mse mwenye anakushave off. Unafanya gata hiyo Kenya nakufanyia hata kama ni hiyo fedha hizi tokea hata. Unakumbuka? Hata focus yako inakuwa imeshift sasa inaenda pengine. Tunaona mse inamshave na bado ni nini. Unaona ni kama mse ubeba ndogo unaona. Because I think kwa hiyo story ya client na service provider hapo ni it's like a relationship pali unifanye nikue comfortable, mimi nikufanye nikue comfortable, ndio outcome iko poa. Otherwise ukikuja na energy off, mimi hata nikitoa hiyo service itakuwa off because nitakuwa na doubt, nasema mse anafikiria hivi. But the moment you make me comfortable and also make sure you are comfortable, now by the time umetoka hapo kwa hiyo chair, utafeel hiyo service imefeel. Sasa kuna kama client anakuja anakuambia fanya mambo yako kwanza hapo una feel. By the way hiyo siku mnafanya hivyo lakini mnakuwa mmeharibu msimu. Ndio msimu amekikishwa utaka fiti kabisa kabisa. Ndio kumwambia fanya mambo yako unajua kazi yako unafanya gadi hadi mseme kwa maana atoga tu zote. Job mindset iko like useme trust mpaka ni make sure amekill. Alafu mimi kwa wengi iko kama umetoa wewe ni specific na fulani time usi book usi utashaikiwa unatokea tu ni kama public toilet lakini baba so tunajua so hizi kwa hiyo kama ni makao hiyo 10 itakuwa na notes zako kama ni style na where kama unatumia vitu vingine venye tunaiyo kwa wengine na vile karibu sio kwa match so hiyo ndio service yako ya kupata kutoka na usaji wa random so ndio maana unakaa unapata ucha kwa busy anakushika kwa mtu alafu kwa kwa piki inakuwa shida na shida iko kwa hapo. Na kwa hiyo story ya kubook inahitaji pia mtu miko na flexibility, kwa sababu unaweza pata maybe ile client mwenye alikuwa before wewe service imechukua longer than expected. So ukikuja uanze kujam, I mean time ni yako yes,
But si wote kwa hii dunia tuna share time. So, ukianza to feel entitled about time, uko delusional. Mimi naona ni poa client akifika on time. Yeah. Ndiko ati yani yaki on time ndiko sawa. Yeah, true. On time inamaanisha nini? On time inamaanisha nini? Azin, ni area ya kuja mapema kuliko upate. Maybe time yake imefika na hajafika. Alafu kuna client mwingine mwenye amefika. Oh, yeah. Area kupate hujamalizia huyu. Lakini hapa kwa Kuna hii. jana hapa kuna wifi. Kuna browse. Ni TikTok tu hapo. Lakini mimi nasema sasa hivi hapo how ni difficult now. But as you blend na kila type of client, hao ndio wako tutakuwa I guess pia kuna hiyo shida ya language barrier. Sometimes mimi najua kuongea Kizungu, lakini wacha mnaita kujituongea na Kizungu. Utaamua nitakole kwani sijaisoma Kizungu. Sinapotea. Kwa siku nilikuwa tengeneza maji hapo. Ati what's happening? The water is not ready. Ati just wait, I'm getting the water ready. I was like, nilijulizia swali. Getting the water ready. Yani kuchemsha maji. Ni English gani? Hao pia ndo wanaendanga hiyo shida. Tupi Kizungu yao pia kuna tu. Ndio nacheka juu. Yaani ile siku nilipatia mse. Hadi ni Kizungu ilikuwa nikaa. Aiendani. Hadi sawa mse akaonekana hata Kizungu yake pia iendani. Sasa ilikuwa tu ananionyesha tu. Ni Masai tu. Masai language tu. Mimi naona hata ni kwa sasa ndio distress hapo tena kuongea mambo mengi. So, lakini mtalangu mnakalia tata huko. Kama tunachoongelea tunaweza ongelea ama tuambie watupata the next episode. Mimi niko busy. Hata mimi I think ni hayo tu kwa sasa. Msisahau ni Reggae ya Kinyozi. Kama kawaida, make sure umesubscribe hapo hivi. Finya hiyo subscription hapo hivi. Umefinya? Sasa mambo sawa. Alafu like, comment pia unaweza hata, si ndio? Alafu tupatane the next episode, au sio? Kama kawaida ni Reggae ya Kinyozi. Kama kawa, au sio? Ndio. Hata ni zime.